nimefanya juu chini venye naweza kuwafikia. Ikabidi nikamtafuta dugu wangu Mark. Mark pia ati okay, umenipa uwezo na kanikubalisha. Sasa yeye ndiye amekufungulia hadi ukaweza kufika hapa kuongea na sisi. Tunashukuru sana. Na sasa kwa Mungu, maombi yetu haki inafanya kazi. Okay, hebu jaribu kunieleza. Yaani umekuja hapa tu, umekuja ukaingia tu. Umenotice anything? Wewe huja notice anything? Mimi sioni. Cameraman, ama mimi ndio naona zangu. Wewe pia unaona chenye naona? Nini? Unaona mwili imechange tena direction. Yaani wewe umekuja hapa tu umekaa tu like hujaangalia hata. Sasa unaona kama amechange tena, huyu mtu ndiye amemgeuza basi. Kwa sababu Ruth hapo penye unaona vile bado hasikii vizuri. Penye amelala hapa hajaamka na mimi hapa sijabanduka. Penye tu nilikuwa nimekaa ni hapa. Sasa mimi kama amegeuka basi huyu ndiye amemgeuza. Ile time umetoka mtoni ukiniacha mimi nikioga. Yaani tunafika hapa tunapata mwili imechange. Wewe huja notice. Wewe umekuja tu umekaa. Hauwezi notice anything. Unasema huyo mwenye ako hapa bado ako hapa? Si ndio huyu amekaa hapo. Na anacheka tu. Unaona? Anakuambia nini? Akicheka anakuambia nini? Aongei anacheka tu. Ruth. Sis. Ni kama ndiye amemgeuza. Ruth. Unasikiaje sasa? Sina nguvu. Na nini imefanyika hapa? Mwili imechange direction. Sasa ona imefanyika. Nini imefanyika? Hauja notice wewe pia anything? Kwani ulikuwa umelala kabisa? Hey, mimi hata sijaelewa chochote hapa. Sijaelewa. Ruth, we need to do something. Sina nguvu. Kwa sasa hii naona this place is hii place iko haunted. Na watu wanafanya juu chini, wanafanya kila kitu. Ili sisi maombi zetu ziende tu hivyo like wanapigana na sisi vibaya. So what we need to do, Ruth? Lazima turudi Nairobi na lazima tutaenda na hii mwili. Tutembeaje? That is the best option. Tutembeaje na mwili? Na mimi mwenyewe nitatembeaje? Alafu unajua Nairobi vile kumeshikana, tutaweka hii mwili wapi? Unajua sasa hii ndio chenye nafikiria sasa hii. Ngoja nipone. Si tugoje Ruth apone kwanza, alafu ndio atapona hapa na hii baridi yenye iko hapa. Sasa Nairobi tunaenda wapi hata? Sasa hata Nairobi tutaenda kukaa kwa nani? Na hata Nairobi yenyewe hatukuna nyumba yenye tunaweza enda kukaa. Tutakaa wapi? Kama mimi mwenyewe siwezi tembea hata kwenda kwa choo. Ona sasa. Unajua hata heli hapa Ruth anaamka anaenda hata kujisaidia. Ruth, unajua ukiwa hivi inakuwa sasa ngumu kidogo kwa sababu unajua tunafaa tu work pamoja mimi na wewe. Na sasa watu kuna venye wanapanga sana. Sasa unaona yule mama tena alitokea yeye tena anasema tutoke huku. The same thing akina Sam walikuwa wanasema tutoke huku. Hiyo unajua already ukiconnect hiyo kitu ni kama wanafanya kazi pamoja. Au wanafanya kimoja au wanajuana. Na pia hiyo sauti yenye ilikuwa inaongea kwa simu. Though ilikuwa inakaa kama ya baba lakini I'm not sure. Maybe ni kama manipulation. Wanajaribu kutumanipulate. Unajua pia wewe ulinipea kwanza mimi wasiwasi kwa sababu ulisema dad. Na ukasema sauti kama ya babangu. Sauti ilikuwa unajua lazima mimi pia nilisikia nikashtuka. Unaona? Because it has been 5 years since nisikie kutoka kwake na tulimzeka tukijua amekufa. Sasa ndio hii mwili pia iko hapa. Na hii mwili pia inajibadilisha tu. Na sasa shida ni moja. Unajua wakati ulisema dad, the more ulitamka tu hiyo neno, hiyo jina na ikawa ameenda missing. Hasikiki tena, alikata hiyo simu, hakuongea tena. Na namba pia huyo mama alikataa na tukajaribu kupembeleza huyo mama akakataa kukupea hiyo. Unajua nilikuwa nataka at least anipe namba, nipige hiyo namba kama ni real. Because kuna vitu aziada hapo. Lakini mimi nilikuwa natamani angekupeleka. Akupeleke tu mahali. Juu anaweza kupea namba, akupea hata namba wrong. Kwa sababu huyu mama naona ni kama ameshikana na Sam. Ni sisi ana full hapa. Anajifanya hivyo na wanajuana na Sam.
Sasa Okay, na nikuulize secretary. Hiyo time yote yenye wewe pia ulikuwa kwa hiyo group. Au kuwaona hii sura ya huyu mama? Mimi sijawahi. Unajua mimi hata naona sura zinakuja mpya mgeni vitu zenye sijawahi ona. Mimi sikuwahi ona sura kama hiyo mahali. Hata kidogo. Mimi hata Ruth, tulia tu, hizo madawa najua zitakusaidia. Najua hiyo dawa. Okay, utakuwa sawa, usijali. Ilikuwa imeandikwa akunywe maji mingi. Unakumbuka? Msikani si maji sana kunywa. Umempea tena? Si nimejaribu kumpea na anasema ati anashindwa kumeza. Lakini wewe unajua ukimpea yeye akatai. Sijui ni juu wewe ni sister yake, ni kama ndio. Mimi ni sister yake, wewe umechanganyikiwa. Hebu niambie, bado unaona mwenye unaona hapo? Huyu amekaa, ndio huyu. Anacheka tu hapo. Mimi namuona. Na nikifikiria sana, yeye ndiye anageuza hii mwili. Na hii mwili inaonekana itatusumbua. Kama tunaenda hivi, anageuza. Tunarudi hivi, anageuza. Sasa anataka kumaanisha hapa kwa hii boma hakuna vile tunaweza toka hata. Unaona hata hii mwili mimi nikifikiria, tunaweza iwacha hapa tuseme tutoroke tuende Nairobi. Tukiiwacha hapa, tuikute tena ameileta Nairobi. Juu si ni kama sasa kama mwili tumeacha hapa, mwili yenyewe haina peace. Ndio maana unaona na chenye tunafaa, unajua hii mwili inafaa ipumzishwe. Hii mwili inafaa ipumzishwe, akwe na amani, ili hata sisi tunaweza kuwa na amani mahali tuko. Na sasa venye pia unaelewa mission ilikuwa gani? Sasa na bona Sam pia akikuja anasema ati hii mwili inamsumbua. Hiyo ni anatujaribu, tunataka tu asikie tunasema nini. Unajua chenye unafanya, unajua kila kitu. So Ruth, please talk to me. Hebu unaweza ongea hata kidogo, tufanyaje? Kwa sababu sasa inakuwa tu ngumu tu. Itabidi tutungoje nipone kwanza. Tunaenda wapi na bado niko mgonjwa? Tunaenda wapi na maiti? Hata hatuna mahali tutaenda kukaa. We have to find a solution. Heri huku kuna msitu, hata tutafute hata msitu tuingie. Huko Nairobi nani atatukaribisha na Mungu? Imagine nimeomba, nimejaribu kuongea hata na hao watu, at least watupe hata place tuzike mwili, pumzike. Ndio nakuuliza. Wewe unataka tuende na mwili Nairobi. Unadhani nani ataturuhusu kuingia kwa town hivi na mwili kama tumebeba? Heri huko. Simefunikwa. Lakini hata kwa hizi gari za barabara hizi tukipanda gari zenye zinabeba abiria. Hii mwili tutaweka wapi? Iwezi toshea kwa boot. Karibu Kenya unafikiria hizi fanyika. Nini? Kale msiniache. Mama! Secretary! Caleb! Rutulia. Sasa kama mwili imeamka tena. Msiniache. Unataka aje? Kai mnaniacha hapa mwili naamka. Secretary. Hebu jaribu kuangalia huyu mtu wako unasema unaona. Caleb. Anafanya nini sasa hii? Huyo mtu. Ndio ule pale. Sizinuka. Caleb. Sizinuka. Umtulize hapo, tujue tunataka kufanya aje. Mwili. What do you want? Unataka tukusaidie aje? Labda inaweza kuongelesha. Aiongei leo, speak, isemi anything. Na usisonge sana. Shindo katika jina la Yesu. Unajaribu kuamka, at least utoke karibu na hiyo, utoke hapo karibu. Siwezi inuka. Shindo katika jina la Yesu. What do you want? Shindo katika jina la Yesu. How can we help you? Shindo katika jina la Yesu. Shindwe. Anaongea. Unasikia sauti? Aongei, wewe unasikia zako wewe. Sisikii, mimi nakuuliza. Wewe unasikia sauti yoyote? Sisikii. Si kama last time alikuwa anaongea na mimi ananiambia help. Sisikii anything. Sasa hivi guy. Nimekaa na maiti. Hello. Unaweza nisikia?
ama sikii Kiswahili. Sasa ama tuongee lugha. Unaweza ongea lugha ya nyumbani? Labda atakusikia. Unaweza? Hebu jaribu. Anaweza, labda anaweza sikia lugha ya nyumbani. Na anarudi. Arudi. Na hizi nini zinatoka kwa mgongo? Sisi ni madudu. Unajua ameoza. Na mimi nashindwa. Hii sasa ni mambo gani? Mtu amekufa, ni mfupa. Na amesikia tu anaamka, amesikia tunataka kutoka, tunataka kuenda naye Nairobi, alafu inaamka. Sasa unaona, ukiona vitu kama hizi Caleb, sasa tena utaona Sam na ule mama labda watakuja. Juu ni kama wanamsikia. Hebu chungulia na huko Ruth. Na leo sioni dalili yao. Lakini tu hope yetu tu iko tu, wasijaribu kukuja kutusumbua akili tena. Wewe ni nani? Unajua vile aliamka hivi? Unajua mimi bado si trust kama ni mile baba yetu. Sasa sielewi vile mambo zinaenda hapa. Mimi sielewi hizi vitu. Anaweza kuwa anasumbua watoto wake hivi kweli hata kama amekufa. Unajua mambo sasa unajua haijatufanya anything Imeamka tu. Na tukimwongelesha aongee. Na bado siamini. Unajua bado najaribu, nataka at least hata nijibu, aniambie yeye ni nani. Unajua hata bila tunamuongelea. Hebu tulia. Unaweza ongea ama utaongea lugha ya nyumbani? Hebu nyamaza. Hebu ongea. Who are you? Aezi. Ai. Guy. Hiyo ni sauti. Who are you? Relax. Caleb. Amenita maisi. Ni baba yenu. Okay. Amejuaje? Hebu nyamaza, Rudia tena. Talk to me, what's happening? Ajibu tena. Talk to me, what's happening? Na anaenda kulala. Hiyo. Ona? Alali anaenda polepole. Nini inafanyika? Nini mbaya? Kwani nikusaidia aje? Ati relax. Ameniambia my son akaniambia relax. Kwa hivyo tusirudi Nairobi ama? Okay, I've relaxed. Now talk to me. Tell me something. What is the next? Sasa baada ya kurelax, zaidi ya kurelax sasa. Si aongee tu ati. Si wewe pia unyamaze, hata maybe hata anataka kuniongelesha na wewe pia. Si unyamaze kwanza. Caleb, unajua hii ni maneno ya kushtua wewe. I've relaxed. Talk to me, tell me something. What are you seeing? What is happening? Mbia ni relax. Tafadhali ongea na mimi. Talk to me. Caleb, anakaa kuongea tena. Sasa si ndio nashindwa. Tafadhali ongea na mimi. Umeniambia ni relax. Ndio mimi nimerelax. I'm ready to listen to you. Kaa karibu na yeye. Kaa hapo. Siwezi kaa karibu na yeye. Wewe niambie ni nini? Watoto wangu. Mko hatarini. Hatarini? Kivipi? Hebu jaribu kueleza. Kivipi? Mko hatarini. Niambie. Juu chini uokoe hili shamba. Tuko hatarini kwa sababu ya hili shamba. Hili shamba ilikuwa yako baba. Sema nita my son. Amekuita my son. Kama hili shamba ilikuwa yako, mbona sasa tukue hatarini na tumekuja tu kuchukua chenye ni yetu? Chako si ni chetu. Uokoe shamba ama uokoe uokoe yeye. Amesema aje? Hapo sijasikia. Unataka niokoe shamba ama ni wewe uokolewe? My son. Yes. Fanya juu chini uokoe hili shamba. Sasa nitafanya aje ili niokoe shamba? Kwa sababu najua hata wewe mahali huko, najua unaona chenye tunapitia, na kwa
hizo miaka zote mambo imeenda vibaya sana. Tumepitia magumu tukiwa pamoja na Ruth. Na sasa tulifika huku, tulikuwa tunataka boma yetu ikuwe yetu vile ilikuwa kitambo, lakini kuna huyu jamaa mwenye ameshikilia. Sam. Na tuliambiwa hapo mwanzo alikuanga rafiki yako. Sasa sisi tutafanyaje? Kwa sababu wanapigana na sisi. Watoto wangu. Ndio. Ni pamoja nanyi. Hili shamba sio nzuri hata kidogo. Silo la kanisa. Limejawa na mashetani. Mashetani? Mashetani tena. Na papa, kama huku ndio ulikuwa unaishi. Huku unaishi aje? Tulikuwa huku wakati ulikuwa uhai. Alafu kwa ghafla tu ukapotea hivyo ukakufa baba. Sasa sisi tutaenda wapi kama hili shamba pia unasema iko na mashetani? Ndiyo maana hata saa hii ni pamoja nanyi wakati huu. Basi utusaidie hii shamba ikuwe yetu tena. Utamuulize unafaa kupita njia gani? Hilo siliwezi. Ila wewe mtoto wangu. Yes. Unaweza. Sasa hapa Caleb uko na kazi. Sasa hawa watu walikung'oa kukaburi wakakuleta huku. Na kila siku wanatukemea, wanatupigia kelele. Mara wanatuambia tuchukue mwili tutoroke huku. Mara wewe ufai kuzikwa kwa hii boma. Na boma ilikuwa yako. Na wanawake wamekuwa wengi wakisema ni mabibi zake. Utatusaidia aje? Umesema mimi sisi kama sisi hivi. Na sasa pia Ruth ni mgonjwa amelala hapa. Sisi tutawezaje? Akueleze at least ile njia unaweza pitia. Ebu nipee tu hata njia kidogo tu yenye vile naweza bishana na watu. Sana. Jambo la kwanza, mnavyonisikia nikiongea, huu mwili sio wangu. Ati mwili sio yako? Na si wewe ndio unaongea na sisi? Mwili ndio inaongea. Tena si yake aje? Mwili wangu hauko karibu nanyi. Huu mwili ulioletwa hapa na wanakijiji au kuanga wangu hata uko karibu na hili shamba. Hii sasa ndio gani? Yaani watu walitumanipulate wakatuletea mwili yenye sio ya baba yetu. Na yako kwani mwili yako iko wapi? Mwili wangu uko mahali fulani mbali na hapa. Umefichwa na wanakijiji. Fanya juu chini utafute. Caleb bado kuna kazi. Ati imefichwa, mwili yake imefichwa na kwa hivyo hii si yake. So wakati walikuwa wamebeba mwili wanakuja hapo wakipiga mayowe, walikuwa wanataka watu distract. Ndio maana wakatuambia tuchukue mwili tuende nayo, alafu mwili